Unajua maumivu ya kuhisi damu yako ikianza kugeuka kuwa zebaki ya moto ndani ya mishipa yako? Juma aligundua kuwa yeye hakuwa mmiliki wa mwili wake tena, bali alikuwa amebadilika na kuwa kioo cha nyama. Kila neno la maombi alilotoa mchungaji Ezekiel lilikuwa linamchoma Juma kama pasi ya moto, kwa sababu kiumbe kile kilikuwa kimejifunga kwenye uti wake wa mgongo. Ili kukiua kiumbe, ilibidi Juma akubali kuteswa kifo cha kikatili, na kifo hicho kilikuwa kimeanza kunuka mlangoni mwa kanisa. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua, Siri ya Sanduku la Babu. Sura ya 8, Mnyororo wa moto na kioo cha nyama. Mvua ya mawe ya rangi ya damu iliyokuwa ikigonga paa la kanisa ilitoa sauti kama ya maelfu ya nyundo zinazogonga jeneza. Ndani ya kanisa, giza lilikuwa na njaa ya ajabu. Juma alijikuta ameinuliwa hewani, mikono na miguu yake ikiwa imepanuliwa na nguvu isiyoonekana, akionekana kama msalaba wa binadamu uliopinduliwa. "Tazama, mchungaji," kiumbe kile kilizungumza kupitia mdomo wa Juma. Lakini sauti hiyo ilisababisha damu kuanza kumtoka Juma masikioni. "Unapojaribu kunichoma mimi, unamchoma huyu kijana unayemuita mwanao. Kila neno la moto unalolitoa linayeyusha mapafu yake. Je, una upendo wa kutosha kumtazama akifa kwa maumivu haya?" Mchungaji Ezekiel alitetemeka. Aliona jinsi ngozi ya Juma ilivyokuwa ikibubujika malengelenge ya kijani, na harufu ya nyama inayoungua ikazidi kuwa kali. Bi Salma alikuwa amepiga magoti, akirarua nguo zake kwa uchungu, akipiga kelele ambazo hazikuwa na maneno, bali milio ya mnyama aliyejeruhiwa. "Juma, nimezee njaa yangu." Kiumbe kile kilizidi kutanuka. Ghafla, kivuli cha Juma kilianza kujitenga na mwili wake. Kivuli kile kilikuwa na mikono mirefu kama kamba, na kilianza kumshika mchungaji Ezekiel koni, kikimvuta kuelekea kwenye lile shimo la giza lililokuwa katikati ya kifua cha Juma. Juma, katikati ya maumivu yaliyokuwa yanampasua ubongo, aliona taswira ya mwisho. Aliona kile kioo kingine ambacho babu yake alikificha. Hakikuwa ghalani. Kilikuwa kimezikwa ndani ya madhabahu ya kanisa hilo miaka 50 iliyopita na mzee Madaraka mwenyewe. "Mchungaji, chini yako!" Juma alipiga kelele, akitema bonge la damu nyeusi. "Babu alikizika chini ya madhabahu." Ezekiel, huku akipambana kuvuta hewa, alitazama chini ya miguu yake. Sakafu ya marumaru ilianza kupasuka. Mwanga wa kijani uliokuwa na uvundo wa miili iliyooza ulianza kuchomoza kupitia nyufa zile. Hapo ndipo siri kuu ilipofichuka. Mzee Madaraka hakuwa mshirikina tu. Alikuwa mhandisi wa giza aliyewekeza laana yake ndani ya nyumba ya Mungu ili isipate wa kuigusa. "Umechelewa." Kiumbe kile kilizidi kutoa kicheko kilichopasua vyombo vyote vya udongo vilivyobaki kanisani. Ghafla, mwili wa Juma ulianza kubadilika sura. Uso wake ulianza kuyeyuka na kuchukua sura ya mzee Madaraka, kisha sura ya kifo chenyewe. Mkono wake mmoja uligeuka kuwa msumeno wa mifupa ukimwelekea mchungaji. "Mchungaji, niue!" Juma alilia, macho yake sasa yakiwa yamebaki mashimo ya moto. "Ili kioo kipasuke, lazima chombo kivunjike. Niue kabla sijaua kijiji kizima." Mchungaji Ezekiel alishika msalaba wake wa mbao, mikono yake ikitetemeka kwa hofu na huzuni. "Juma, mwanangu, fanya hivyo!" Juma alinguruma. "Niue!" Ezekiel alifunga macho, machozi yakimtoka. Alinyanyua Biblia yake na kuanza kusoma mstari wa mwisho wa maangamizo ya giza. Wakati huo huo, sakafu ilipasuka kabisa, na kile kioo cha pili kikachomoza. Kilikuwa kimezungukwa na fuvu za watoto wadogo, kafara za siri za mzee Madaraka. Kiumbe kile kilitoa ukelele wa mwisho wa kutisha, kikijaribu kumvamia Ezekiel. Lakini Ezekiel hakumchoma Juma. Badala yake, alijitupa juu ya kile kioo kilichokuwa madhabahuni, akitumia uzito wa mwili wake na nguvu ya imani yake kukivunja. Crack!
Sauti ya kioo hicho ikipasuka ilikuwa kali kuliko radi yoyote iliyowahi kusikika duniani. Mlipuko wa nishati ya quantum ulitokea, ukisambaratisha kila kitu. Juma alihisi roho yake ikiraruliwa vipande vipande, na kiumbe kile kikinyofolewa kutoka kwenye uti wake wa mgongo. Wakati moshi mweusi ukianza kutoweka, Juma alianguka chini kama gunia la chumvi. Alimtazama mchungaji Ezekiel. Mchungaji alikuwa bado amelala juu ya vile vipande vya kioo, lakini hakuwa anapumua. Mwili wake ulikuwa umetumiwa kama kingo ya kunyonya laana yote ili Juma aishi. Lakini hofu haikuishia hapo. Juma alitazama kiganja chake. Ile alama ya kioo ilikuwa bado ipo, lakini safari hii ilikuwa inang'aa kwa rangi nyekundu ya moto. Juma aligundua kuwa kioo hakikuvunjika, kilihamia ndani ya macho yake. Sasa kila anayemtazama Juma machoni anaanza kuona kifo chake mwenyewe. Juma amekuwa kioo kinachotembea. Na huko nje ya kanisa, wanakijiji waliojawa na hofu wameanza kuja na mienge ya moto, wakiongozwa na sauti ya Bi Salma, ambayo sasa imekuwa sauti ya kigeni. Je, Juma atawezaje kuishi katika ulimwengu ambao kila anachokitazama kinakufa? Na ni nani aliyekuwa anazungumza kupitia mama yake? Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.